Mbona mambo yanazidi kuwa magumu sana? Kwa kweli nilijichanganya sana kwa yule mwanafunzi. Sema bado nina nafasi ya kukimbia, siwezi kushikwa kirahisi hivi. Lazima nifanye uamuzi wa haraka sasa hivi. Mkuu, tumeenda nyumbani kwake lakini hatukumkuta, na pia shuleni tumeenda wakasema hakufika kabisa na hawajui yuko wapi. Hakikisheni anapatikana haraka na yule kijana kesi yake ifutwe, awe huru. Maisha ya yanahitaji akili sana. Kwanza uwe mkimya na uwe serious sana ili watu washindwe kukuelewa wewe ni mtu gani. Lakini wewe una busara na ni mtu mwema. Ni namna tu ambavyo nimeamua kujiweka ili washenzi wasiniletee mazoea. Kumbe ndo sababu wale vibonge walikuogopa ile siku. Sasa nimeelewa vizuri kwa nini walikuwa wakikukwepa kila walipokuona. Wale hata mimi walikuwa wananifanyia kama wewe kipindi nafika, ila nilipompa kipigo mmoja wakaanza kuniheshimu kabisa. Ulinisaidia ile siku, nashukuru sana na nitaikumbuka vyema hiyo. Haya, naomba tusikilizane kwa umakini. Ukisikia jina lako naomba unifuate. Hemedi Chande, Waziri Kitamo, Abel Mkondo na Joseph Masatu, naomba mnifuate. Mimi nimesikia jina langu, kwani tumefanya nini tena? Mungu amekuona na maombi yako yamejibiwa. Sasa unaenda kuwa huru na kuanzia leo tutakuwa na wewe tena. Nitakukumbuka sana kaka yangu, na uendelee na moyo huo wa upendo na kujali wengine, na pia Mungu akusaidie na wewe utoke humu. Nenda ukajitume na uishi vyema. Mahakama hii baada ya kusikiliza ushahidi uliowasilishwa na pande zote mbili, inatamka rasmi kwamba mshtakiwa Joseph Masatu hakuwa na hatia katika kosa alilohusishwa na kesi hii leo mahakamani. Kwa hiyo hukumu ya kifungo iliyotolewa awali imefutwa. Kwa mamlaka ya mahakama hii, ninatamka rasmi kwamba mshtakiwa ameondolewa mashtaka na anaachiliwa huru. Asante Mungu, Joseph ameachiliwa. Nilimtia matatizoni kijana wa watu ambaye hakuwa na hatia kabisa. Nisamehe sana Joseph, nilikukosea sana. Kwa nini huyu kijana ameachiliwa? Kwa hiyo mimi ndiye nitashika nafasi yake? Hapana, nitahakikisha hawanikamati.